Kwa majina naitwa Dennis Wanjala kutoka Embakasi East kule Soweto. Mimi kitu ambayo nataka kusema ni hii. Wakati rais na naibu wake wako na shida, watatuletea hii shida yao. Lakini saa hivi tunaongea na nyinyi, Adani imechukua airport. Vile tunaongea na nyinyi, NHIF watu wanaenda hospitali wanashindwa kutibiwa. Lakini kitu nataka kusema, I have never seen stupid MPs who can go to the parliament. Order. Tulia. Let me speak. Order. Ngoja kidogo. Haya. Let me finish my point. Haya. Sasa wewe kijana kutoka Embakasi East. Sasa wewe unaniona kama mjinga sana. I will withdraw that statement. Withdraw and go. I will withdraw. But what I wanted to say is this one. What I wanted to say is this one. Kuna MP wenye hawajaionekana parliament. Lakini ile siku ya kuimpeach Rigathi au ndio wa kwanza kuenda. Lakini ukiwaambia waende kutetea mwananchi kwa bunge, hawawezi kuenda. So what I want to say is that impeaching Rigathi Gachagua is not first priority. First priority is our problem as Kenyans. We are dying with anger. Rigathi Gachagua hakuna mahali anaenda. Freedom of speech. Haya, Pastor Ule. People are supreme to power. That is blackmailing us. Kama vile John Cena, kama umewahi wrestling, vile anafanyia watu namna hii. Munaona vile anatufanyia namna hii. Kwa hivyo hata hii msaada ya Gachagua mimi siungi mkono kwa kutumuliwa kwa Gachagua. La pili, hata hiyo signatures mimi siwezi sign. Kwa sababu anything can happen at any time. Kwa hiyo signatures. Kenya ni ile. Watu walipigia Ruto kwa sababu ya Gachagua. Na wengine wakapigia Ruto kwa sababu ya Gachagua. Iko mara mbili vile watu walipiga kura. Kwa hivyo mwambie hawa sisi hatuwezi tenganisha hiyo harusi yao. Kama ni kutenganisha, wote wawili waende. Hakuna haja sina danganyana. Nilienda Nairobi nikakuta ndereva na makanga. Dereva anasema anaendesha gari, alafu makanga anasema woya. Sikujua hilo language. Sasa kama iko sabari, kuva dereva, kuva makanga. Kaundu karia kange tungienda kuongerera goko gwitu Murang'a tutirenda uhoro ucio wa siasa tondu Kang'ata Murang'a turaiga no wira tu na aya nio maraturehera mbara guku okorwo ni Kithure Kindiki agethete na Kimani wa Icũng'wa magiethete kura hindi iyo Ruto methaga kura na Gachagua na tutimoi ogo matiga guturehera uhoro wa siasa gwitu Murang'a. Ni urane kuwa kaundu thini wa kutuaga atiriri yanaigirwo mbuniaka tugeibu tugeirenge tuge turia Gachagua na Ruto ainokia Gachagua kuva dereva kuva matanga ugaibu
William Ruto brought this impeachment motion so as to divert us from how our money was being stolen under Adani, and now they've forcefully moved Kenyans from SHIF to SHA. And they've managed to divert our attention because they own the media houses and therefore they control the narrative, and the Gachagua impeachment has been in the front pages. Kenyans now have been diverted from focusing on the real issues, which are Kenyans who are suffering, watu wanalala njaa. It's okay. We have accepted to be diverted. Tunasemaje? Tumekubali kudivertiwa. Tunaingia hiyo diversion na tuwashindie huko. We are going to join that diversion. We are going to be diverted to that impeachment. And we are going to own the impeachment. And we are going to turn it into what you never thought it will become. Hakuna vile mnatuambia kwamba Gachagua ameiba sana, Ruto hajaiba. We want both of them gone. They came as a package. Let them go together. I would like to explain to you, the people that follow me and that listen to me, why I'm saying we should impeach both of them. Now, the Gen Z movement is not leaderless anymore. We are trying to prove that we can offer alternative leadership and that people have been born in this country who are leaders of integrity and that can presume power and lead the country to a better place. That we don't have to choose among thieves. That we can raise leaders of integrity and actually install them into power. And they are rising from that movement, and we should not bring them down. But one of the things that a person must have to rise to that level is political experience. And I have a lot of it. And when I look at this situation politically, this is my assessment. I could be right, I could be wrong. I accept that. But the way I'm looking at it is that if we push for an impeachment of Gachagua alone, then it's going to blow back, because people in Mount Kenya are not seeing things the way we are seeing them. For us who demand accountability and good governance, some people in Mount Kenya, not all of them, are seeing this as a fight against a Kikuyu. They're saying, ni mwizi lakini ni wetu. Kwa nini mnampiga yeye peke yake? Kwani yeye peke yake ndiye ameiba? That's how people are thinking in the villages. And I'm very sad that they are already thinking this wakati bado sijawafikia na civic education. But already that's what people are thinking. You can see even member of parliament who signed the impeachment motion, some of them are pulling back because the ground is becoming hostile for them. They have their citizens saying, kwa nini mnataka kumu-impeach? So Kenyans have not yet understood that, you know, we stand for accountability, and that we want good governance, and that it doesn't matter mtu ameiba kama ni wakabila yako ama si wakabila yako. At the end of the day, hakuiba ili wewe usaidike, aliiba ili ajisaidie. The best way to do this, the best way to convince an old mama mwenye ako huko Geshagi, mwenye anasema Gachagua ni wetu, huyo ni mtoto wetu, wachana na yeye, yet this person is being accused of very serious things, which is corruption. The only way to disarm that person is to say, let's impeach them both. Because honestly speaking, whatever Gachagua has done, Ruto has done it 10 times,